zipo tiba za hasadi, zipo tiba za majini, wapandao kichwani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Qala tabaraka wa ta'ala: قال موسى ما جئتهم به سحر إن الله سيبطل إن الله لا يستطيع عمل المفسدين ويحق الله بكلماته ولو كره المجرمون. Tumshukuru kwanza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia uhai na uzima na kutuwezesha tukaweza kukutana tena katika vipindi vyetu vya New Nuru Cinema. Kwa wale ambao bado hawajaweza kusubscribe channel yetu, tunaomba wafanye hivyo ili mradi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape kheri kwa kile kilichokuwa cha kheri watakachopenda kukisikiliza. Lakini vile vile kwa wale watu ambao wapo katika nchi mbalimbali katika ulimwengu huu ambao hawapo Tanzania lakini wana matatizo kadhaa, wanahitaji visomo, wana mitihani ya kijini, basi inshallah biidhnillahi tabaraka wa taala sisi tupo katika kazi hiyo, na tunamuomba Allah usiku na mchana awaondolee, awafanikishie kile ambacho binadamu wale kimewakumba, aidha sihri au magonjwa au mitihani mbalimbali ambayo inayowakumba, kupitia kwa Qur'ani na sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na dua za aina mbalimbali. Leo moja kwa moja hebu tuiangalie sihr, lakini sihiri ambayo nitakwenda kuiangalia ni al-a'mali al-ajabiyya, vile vitendo vya ajabu ambavyo mchawi anaweza kuvifanya katika ukoo wenu au katika familia yenu au katika mji wenu au katika nyumba yenu, lakini baada ya kuvifanya vile ikawa nyinyi sasa mnapata tabu katika vitu vile, kwa sababu tayari amekuwa na mashambulizi juu yenu, amekuwa na mashambulizi katika familia yenu. Kwa hiyo hamna raha, mnaishi katika dunia katika mitihani mizito, watoto wanaumwa, watoto wanadondoka, wewe baba huna raha ya maisha, wewe baba huna raha ya kazi, wewe mama huna raha ya ndoa yako, wewe mama huna raha ya kupata ile kupumzika tu katika maisha yako. Basi ni shida, hulali mchana, hulali usiku. Usiku mkilala, mashambulizi ya wachawi hao, wanakuja na kaniki, wanakuja na pembe, wanakuja na mambo chungu nzima kukuteseni nyinyi katika familia. Wengine mmesafiri, mmekwenda katika nchi za aina mbalimbali, sawa? Nchi zile mlizokuepo wanakuja kwa sababu wanatumia wao wanatumia raihatu sihria, safari za kianga. Kwa safari zile zimesababisha madhara katika maisha yako, lakini pengine wewe mwenyewe ndani ya mwili wako umetiwa sihiri, aidha sihiri ile umelishwa, au sihiri ile sawa umetegewa katika mguu, au sihiri ile kuna mtu labda amekutengenezea kwa mganga, akaituma ikaja kwako, akaiamrisha sihiri ile ikaweza kufika kwako, ikakuletea mashaka, ikawa sasa wewe tumbo linakunguruma, una mashaka, una nguvu za kiume, ukikaa utamani kupiga makelele, unatamani kujitupa baharini, unatamani uiache ndoa yako, unatamani uache kazi yako. Kwa sababu ya nini? Kushughulishwa na ile sihiri ambayo imekuingia katika maisha. Kwanza tujue sihiri nini. Kila siku nasema sihiri ni uchawi. Sihiri ni uchawi, sawa? Sihiri ni uchawi ambao unaofanywa, sawa? Aidha kwa kutumwa, aidha kwa kutegwa, au kwa kuandikwa, au kwa maneno ya kutamka. Ina maana kuna vitu vitatu hapo nimevitaja: aidha kwa kutumwa, aidha kwa kuandika, aidha kwa maneno, aidha
kwa kutegeshwa. Kwa mfano katika sehemu mbalimbali, labda ukategeshwa labda katika nyumba yako, ukategeshwa labda katika sehemu yako ya kazi, ikategeshwa siri katika maeneo ambayo wewe labda unapita, siri tariqi, katika njia mbalimbali. Sasa tunakwenda katika hii a'mali al-ajabiyya, vitendo vile vya kiajabu ambavyo huwezi kuviona katika macho ya kawaida, isipokuwa yule ambaye Mwenyezi Mungu atamuonesha ule uchawi. Ni mambo katika mambo ya ajabu, allati tadhahara fi tarqibil ayati almuraqaba, ambayo yale yanayofanywa na wale wachawi kwa kutumia ala mbalimbali, kwa kutumia vifaa mbalimbali, kwa kutumia maono yao ya mbalimbali. Ala man nasaba alindasati ala farshi biyadihi barqun, kwamba yule mchawi anatumia mfano wa umesa. Nikisema umesa, kwa kwetu Zanzibar tunaita umesa, lakini zile radi, unapona radi inapopiga sehemu inapiga kwa dakika moja tu, papa imeachia. Au unavoliona kombora linaloitwa hypersonic, sasa hivi linatambulikana duniani, linakwenda hewani alafu likiamua kuja chini linakuja kwa sekunde moja tu, pa! Kama lile hypersonic misaili ile. Kwa hiyo kombora lile ni mfano wa kombora ambalo anaulilichagua mchawi kutumia katika uchawi huu wa kutengeneza al-a'mali al-ajabiyya, kutengeneza vitu au kutengeneza maherizi au uchawi au kutengeneza mazingira ambayo mazingira yale yakaingia katika mwili wako. Sawa, mu'adhanatu sa'ata fi nahari, anatengeneza kuanzia saa ya asubuhi, sawa, au hasalati bil barq, au kwa kutumia tunasema hiyo mionzi maalum ambayo inakuja katika maisha yako kukuletea balaa barabara. An-nadhirina likulli ma yaf'alu, huu ni uchawi ambayo an-nadhir manake wanatizama kwa kila ambacho wewe unachokifanya katika maisha. Kama ulipata kazi, kama labda ulipata mtoto, kama ulipata ujauzito, kama ulipata barua ya kuolewa. Kwa hiyo ashajua huyu kama ataolewa, ashajua huyu kama atapata kadhi. Na nadharatun, analiangalia jambo hili, likulli ma yafalu, kwa kila unachokifanya katika maisha. Na uchawi huu wa a'mali al-ajabiyya ndo uchawi ambao unaongoza sasa hivi kuwatesa watu, kwa sababu watu wengi wanatizama mambo yao na washirikina, ndio maana mambo yao hayaendi. Kwa sababu mtu akishakumwangalia mchawi huyu, akishakumwona huyu atafanikiwa, ndo anamfanyia uchawi kufanya nini? Kumrudisha nyuma. Hafla tu anajikuta anaanguka kiuchumi, anajikuta anafukuzwa kazi, anajikuta kwamba hatakiwi na watu, anajikuta mabosi wake wanamuona hafai kazini, kwa sababu tayari ashafanyiwa uchawi huu. Qala, akasema Ibn Mandhur, hadha tarqibu sunduku saa, huu ni uchawi ambao unakwenda na sanduku la saa. Nikisema sanduku la saa ni zile yale mambo ambayo anayoyafanya yule mchawi, anakuwa anayafanya kwa saa maalum. Anajua nikifanya saa hii muda huu, huyu bwana ndo siku yake ya kuzaliwa. Saa hii nikifanya huyu bwana ndo khairi yake, kwa hiyo ni muharibie mambo yake. Saa hii nikifanya ndo shari yake, ni muharibie mambo yake. Kwa hiyo wanafanya katika ilo sunduku saa, sunduku maalum la saa. Wa hadhihi al-umur, na uchawi huu ashabi ma laula annahu ba'da al-qadim al-ulum alladhi kana sababa ikhraj kathiran min al-ajaib. Na huu uchawi huu wa ajabi ni sababu ya kufanywa vitu vingi vya maajabu ambavyo wanadamu wanavifanya. Vitu hivi kwa maajabu vinasababisha watu waone miujiza. Kwa mfano, mnaweza kuwa mna mgonjwa yupo hospitali, anaumwa labda wiki 2, wiki 3, mwezi mmoja, miezi 2. Mgonjwa yule akawa usiku anapata shida, kuna watu wanamjia pale kitandani, anasema asa fulani namuona fulani hivi na hivi, au naona mazingira. Mgonjwa akawa anatamka, ikawa kuna vitu wanakuja pale kutaka yule mgonjwa labda kumtoa kafara katika njia mbalimbali. Sasa wakafanya mambo yao, pengine na nyinyi hamkuliona lile, mkaendelea tu kumwacha yule mgonjwa, msimfanyie dua wala kinga, mkamwacha pale. Na ili kundi labda lipo kwenye familia yenu, ndo kazi yao kuwatesa watu na kuwaua watu katika mazingira ambayo ya kichawi kabisa. Kwa hiyo sasa akafika pale wale wachawi, kawaida wanakuwa wale wachawi 2 au 3 au 4, wanakuja na fimbo. Wakisha kufika pale na fimbo,
wanampiga yule mtu. Wakisha kumpiga yule mtu, anabadilika katika mazingira ambayo si ya kawaida. Nyie mnaona yule mtu ameshafariki, kumbe kuna mambo wamefanya, wamechukua maiti kaburini, wamekuja kukuleteni pale, wamechukua mwili wao. Kwa hiyo ni al-ajab, ni vitu vya ajabu kabisa. Sasa adhihiri aidil, huwezi kuviona katika sura ya kawaida, yani sura ya macho au sura ya kawaida, kwamba ukaona kwamba hawa wamekuja hapa. Huwezi kuwaona kwa sababu wanakuja katika kujificha katika mtihani mbalimbali. Wa hadhihi al-umuri, katika nafsi hiyo, al-isti'anatu bi khawaisi al-adwiyatu fi i'jabiyya, kwa sababu wanatumia al-isti'ana, wanatumia jini, wale majini wakubwa. Yani wanakwenda kuwafuata majini kule mapangoni, wanakwenda kuwafuata majini baharini, wale majini wakorofi, wanakwenda kuwafuata majini makaburini, wanakwenda wale wachawi. Bwana, sisi tumekuja, tuna kazi yetu, tunataka wewe na sisi tushirikiane. Ujue uchawi aina yoyote hauwezi kufanyika, lazima connection mbili, connection ya jini na connection ya yule binadamu mchawi. Kwa hiyo binadamu mchawi atatumia elimu yake ya kichawi. Wama yuallimani min ahadi, Mwenyezi Mungu anasema uchawi ulivyokuja duniani hakuambiwa mtu hata mmoja ajifundishe. Hata wale malaika Haruta wa Maruta, kile kisa walipokuja duniani kuja kuleta huo uchawi, wakawaambia fala takfuru, msikufuru, innama nahnu fitnatun, sisi tumetumwa kuleta hii fitna, yani kama kuleta mtihani tu kwa wanadamu. Fala takfuru, msikufuru. Lakini kuna baadhi ya watu fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawji, kuna watu sasa hao wakajifundisha uchawi, wakafarikisha baina ya mke na mume, na hao ndio ambao wakarithishana mpaka leo duniani uchawi ukawa uko mwingi. Kwa hiyo vile vile wanapaka madawa katika mwili wao, wal khawais, katika mambo hayo wa ajami, na katika vitu fulani. Wasair, na uchawi huu, annahu arafa al-ism al-a'zam, uchawi huu wa kiajabu, wanajua majina makubwa, wanajua zile password za kukupasua wewe. Yani wanajua kwamba huyu fulani bin fulani yuko Marekani, password yake ya kumpita huyu ni hii. Baada ya kutizama ismul a'zam, baada ya kuangalia majina, wanajua huyu yuko Omani, huyu yuko Unguja, huyu yuko Pemba, huyu yuko Tanzania. Ili kumpata sisi huyu apate ajali au aumwe au tumfukudhishe kazi au tumharibie, lazima tupate password yake. Ismul a'zam, password yake ngapi huyo? Password yake 12. 12 ngapi? Saa ya utaridi, password yake ngapi huyu ni Shamsi, password yake ngapi? Siku ya Jumanne tunafanya kazi yetu. Ina maana wanatumia vitu ambavyo ajabi, vitu vya ajabu kabisa katika jambo hili kukufanya wewe. Na ndio maana tukasema mambo haya yote ya kishirikina na kichawi yanawezekana kwa Mungu, kwa sababu kuna elimu ya kupangua huu uchawi, kuna elimu ya kukufanya wewe, tumboni kwako kuna kitu miaka 30 kinatembea. Tumboni kwako, mwilini mwako kuna vitu vinatembea, kichwa kinakuuma, kwenye kichwa vinatembea, kwenye masikio vinatembea, wakati mwingine vinakungurumisha hasa mwilini mwako. Vinaweza kutokana na dua ambayo inaitwa ibtalu sihri, dua maalum ya kutoa sihri. Tunaweza kuifanya ofisini kwetu hapa. Sisi tunapatikana Vikindu Magogo Matatu. Namba yetu ya simu ni 0714 65 71 73, 0714 65 71 73. Tunapatikana Magogo Matatu Vikindu, pamoja na Kigamboni kwa wale watu wa mjini, Kigamboni kwa fundi baskeli. Kwa hiyo uchawi huu wa khawais al-adwiyya, wanajipaka madawa hawa, sawa, ili usiwaone, yani bil atma'iha ad-dahabat, yani kwa kawaida huwezi kuwaona. Wa'lam, najua, annahu sabilu ila al-inkari al-khawais, kwamba ukipata uchawi huu au uchawi huu wa kiajabu wa kujificha, basi ujue inkarun nas, kwamba wewe ni miongoni mwa watu walioharibikiwa. Yani lazima uharibikiwe. Wakikufanyia mambo haya lazima ufanye nini? Uharibikiwe katika njia ya utafutaji, katika njia ya maisha, katika njia, kwa sababu wawa wanatumia chale tochi. Hii siku zote nilizungumza, chale tochi ni chale ambayo inayoona mambo yako, wanakuangalia kwa chale tochi. Kama wewe unajisi uko Ulaya huonekani, mbona chale tochi inakuona? Kama wewe ulihisi uko Arabuni, mbona chale tochi inakuona? Cha msingi ni kuikata hii chale tochi ili wasikuone, sababu wakikuona ndio wanakudhuru, wanakufuata wewe na familia yako.
ataghaliki wa huwa an yud'a sa'ir annahu arafu al-ism al-a'zam. Baada ya huyo mchawi kujua hilo jina lako na mambo yako sawa, ina vitu vyako, ndo anajua jinsi gani wa kukuingia. Wa anna al-jinni yuti'unahu, na kuna jini ambaye anamtii. Tumesema connection ya watu wawili uchawi, jini na binadamu, anamtii. Yuti'una yuqaddimuna lahu min al-aksar al-umur. Kwa hiyo yule mchawi anamwamrisha sasa, bwana we, mimi nakutuma wewe, nenda kwa fulani Amerika, nenda kwa fulani Omani, nenda kwa fulani Canada, nenda kwa fulani Italy, nenda kwa fulani sijui nchi gani, nchi yote, Malaysia, Katari, Kenya, Rwanda, nenda na kuamrisha. Kwa nini anamwamrisha jini? Jini ana uwezo wa kwenda sehemu kalamhil basar, kwa sekunde moja tu, kufumba na kufumbua, ashafika. Kwa hiyo anajua akimwamrisha, jina langu hili, huyu anaitwa Kristiani fulani, huyu anaitwa Khadija. Kwa hiyo nenda, nataka huyu Khadija awe chizi, achanganyikiwe, afukuzwe kazini, aumwe kila siku, awe mgonjwa. Kuna watu humu kila siku wao wagonjwa, kila siku wanauma, kumbe sihiri tu, wana sihiri ndani ya miili yao, wanateswa usingizini, hawalali, hawana raha, mara kichwa mara miguu, katika njia za aina malembe. Kwa hiyo arafu al-ismu al-a'zam yati'una wa yuqaddimuna ila amri sahir, hawa majini wanakuwa wanafata amri za kichawi. Wayataallaq qalbahu bidhalika wa hasala fi nafsihi naw'an min ar-raqibi, lakini vile vile wanaweza kuchukua wachawi hawa katika uchawi huu vitu taallaka min al-asjari. Anaweza mchawi akaenda katika mti akatundika azma, akatundika ile hirizi ikawa inapepea. Kwa hiyo kila ile hirizi ikipepea, mtoto wako huku tena anapinduka shule. Kila ile hirizi ikipepea, basi familia kuna mtu anaanguka. Ile hirizi kila ikipepea inafanya kazi, sababu tayari imeamrishwa. Tutakuja kuelezea baadaye hizi hirizi jinsi gani ya kuzibatilisha ikiwa zimefanywa katika maeneo mbalimbali ambayo ya mbali, kwenye miti, makaburini. Tutakuja kueleza somo hilo, jinsi gani ya kuharibu ule uchawi ambao wewe umefanyiwa kupitia hirizi. Kwa hiyo yataallaka bihi wal khawf fana'atin wa sa'datin li ta'abin wa sa'ir anna yaf'alu bi shay'in, kwamba anatia nia, ananuia nia ile inaweza ikawa. Unajua Mwenyezi Mungu ana mambo yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana hikma zake. Kwa nini wachawi wanapofanya mambo haya, kwa nini wewe unadhurika? Unaangaliwa imani yako, na ule ni mtihani kwako. Sasa unaangaliwa utakufuru au utashukuru. Ukisema shukurani, mimi nimepata uchawi, na mtafuta shekhe anifanyie dua. Dua unaweza kufanyiwa hata kama uko mbali. Sawa, Mtume Muhammad alisomewa Qur'an, anamwambia Ibn Mas'ud, ikra wa alayya al-Qur'an, nisomee Qur'ani mimi. Kwa hiyo unaweza kuwa unajua Qur'ani yote, unaweza kuwa unajua sura, lakini kwa kumwambia mtu akusomee Qur'ani ni bora. Mtume akamwambia Ibn Mas'ud, ikra wa alayya al-Qur'ana, ya Rasulullah, akara'u alayka wa alayka unzila, nikusomee Qur'ani hali ya kuwa Qur'ani imeshuka kwako, tena mimi nina nini tena cha ziada? Akamwambia, inni uhibbu an asma'a min ghairi, mimi ninapenda kuisikia Qur'ani kwa mtu ambaye sio mimi, anisomee. Akamsomea Qur'ani. Kwa hiyo Qur'ani hii ni tiba, ni shifaa kwa matatizo haya ya ibtalu sihri na mitihani mbalimbali, kwa sababu sihri inapokuja sivyo inavotoka. Inapokuja inakuwa ni kali, lakini inapotoka inahitaji njia zilizokuwa bora, kwa sababu wao wametumia njia za kishetani, wametumia njia za uchawi, wametumia njia za kumkufuru Mungu. Kwa hiyo wewe unachofanya ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba, ya Rabbi, katika jambo hili, katika mtihani huu, mimi nakuomba wewe, nafanya dua, mayuhaddasa minas sa'ir wa shaitan, kama kuna vitu vimenipata katika uchawi na mashetani, basi nakuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yudkhil sa'ir fi urwatin madhluma, uchawi huu anaingia mchawi katika chumba maalum, urfatil madhluma. Kwa nini kimeitwa urfatil madhluma? Uchawi huu urfatil madhluma ni chumba kilichokuwa kina dhulma. Kwa nini imeitwa dhulma? Chumba cha mchawi chochote ni chumba cha dhulma, iwe ana kibanda, iwe ana pango, iwe ana kilinge, iwe usiku wanakutana, si ndio sehemu wanakutani? Basi ni sehemu ya dhulma. Kwa nini ikawa sehemu ya dhulma? Kwa sababu watu mnawafanyia maovu ambao maovu yale hawajawakera. Mtu kakaa na maisha yake,
mtu kakaa na familia yake, mtu kakaa na elimu yake, kasoma, kajitahidi, mtu kasafiri katika nchi mbalimbali kwa mambo yake mwenyewe kutafuta maisha. Wewe iweje na kikundi chako hamtaki, mnaamua yule binti kumrudisha Kenya. Nimepata kesi hiyo. Yani binti katoka Kenya akaenda kufanya kazi Qatar, basi anapiga makelele tu. Alivorudi Kenya mzima. Nini maana yake? Anapelekwa hospitali mzima, kakaa miezi 3 Kenya pale mzima, lakini tangu anapanda ndege hajielewi. Hasa hii ni hasadi ya kibinadamu hii kubwa anafanyiwa binti kama huyu. Haya ni mambo ya kichawi. Haya umemhusudu, amekukera nini mtoto wa watu kwenda kutafuta riziki yake? Kwa sababu ya uadui na nafsi na kufuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba wewe tayari ushamuacha Allah na umekubali kuongozwa na Lucifer, umekubali kuongozwa na vikundi vibaya, umekubali. Kwa hiyo unawatesa watu. Kwa hiyo ndio maana kikaitwa chumba chako, eneo lako, urfatal madhluma, ni chumba kilicho cha dhulma, urfatal la'in, ni chumba kilicholaaniwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hicho chumba chako Allah hakitambui, au hile eneo lako Allah halitambui. Wa yakfu naru alayhi naw'an min as-sa'ra, kazi yenu mkifika pale wanawasha moto. Sawa, wanawasha moto, wanatembea na moto kwenye mbawa humu, wengine wanatembea na moto kichwani, wengine wanatembea na moto kwenye mkia, yani wanapokuja katika mambo yao wanakuja kihasira. Nini? Mwanadamu asifanikiwe. Nini? Mwanadamu aharibikie. Tunasema kwa uwezo wa Allah tuna nguvu ya ajabu. Tuna nguvu ya ajabu ya kuyavunja haya. Kwa uwezo wa Allah tutashikamana kwa kila aliyehusudiwa kisihiri, kila mwenye mateso ya uchawi, kila mwenye akadi hizi za kifungo cha uchawi, tutamfungua kwa uwezo wa Allah na inshallah atakuwa salama. Cha msingi tu tunaomba uchukue namba yetu ya simu leo ya 0714657173, 0714657173. Lakini hiyo namba inapatikana kwa WhatsApp kwa wale watu ambao wapo katika nchi ya mbali. Unaweza kujawaza mashekhe, mimi nimeteswa na hayo, tunafanyaje? Kuna dua mbalimbali, ibtalu sihri, dua kubatilisha sihri, sawa, gharqu wa tanabbahu al-a'yani, hiyo ni dua ya kuangamiza kila ulichofanyiwa kibaya kinachokuzunguka. Lakini kuna munajahatil ghariqi, kuna dua ito munajahatil ghariqi, kuangamiza zile zilizo kuwa ngumu ambazo umefanyiwa katika uwe wako wa maisha. Sheikh Salum Lamba, napatikana Vikindu, Tanzania, Magogo matatu. Kama unatokea Buza, unatokea Tandika, unatokea Kariakoo, unatokea Mbezi, unatokea Kimara, unatokea Magomeni, panda gari mpaka Mbagala, chukua gari la Kisemvule, mwambie kushushe Magogo matatu Vikindu. Lakini wewe ambaye unakaa karibu na mjini, vile vile ofisi yetu nyingine inapatikana Kigamboni kwa fundi baskeli. Vuka Kigamboni, panda gari la Kigamboni Mkuranga, mwambie kushushe kwa fundi baskeli. Huna kadi ya kuvukia, pita Mbagala mpaka Kongoe kuna vibajaji vya kufundi baskeli, fika 500 tu mpaka kufundi baskeli. Njoo tukusaidie katika hizi sihiri na mambo mbalimbali. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.